Haleluya, haleluya, God bless you. God bless you. Nikukaribishe katika kipindi cha kujifunza neno la Mungu ili liweze kufanyika kwa baraka katika maisha yetu. Leo tunakwenda kujifunza ujumbe unaosema kwamba injili ya Mungu. Neno hili injili limeapia katika Biblia mara 98. Neno injili limeapia katika Biblia mara 98. Na kitu chochote kilichoandikwa katika Biblia mara nyingi sio cha kupuuza, mara nyingi sio cha kudharau, mara nyingi sio cha kuacha kufundisha. Ni lazima kifundishwe ili watu wapate kukifahamu na kiweze kufanyika kwa baraka katika maisha yao. Napenda kufundisha ujumbe huu. Kuna injili za aina mbili. Injili ya kwanza ni injili ya wokovu. Injili ya kwanza ni injili ya wokovu. Injili ya wokovu maana yake ni Mungu amefanya, ni Mungu ameingia gharama, ni Mungu ili kila mtu amwaminie asipotee, awe na uzima wa milele. Injili ya wokovu ni Mungu ameingia gharama ya kutuhamisha katika nguvu za giza na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, na ametuhamisha kwa imani kwa kumwamini mwana Yesu Kristo. Injili ya pili ni injili ya ufalme wa Mungu. Injili ya pili ni injili ya ufalme wa Mungu. Hii ni injili ya wanafunzi. Hii ni injili ya ufalme wa Mungu, ni injili kwa ajili ya wanafunzi. Kila aliye mwanafunzi, kila aliyeitwa na Mungu, kila aliyeitwa ameitwa kwa ajili ya kazi. Kwa hiyo ameitwa kwa ajili ya kazi. Kwa hiyo hapa katika injili ya ufalme wa Mungu nitaingia ndani zaidi ili tupate kufahamu na tuweze kuishi katika maisha ya ushindi. Kwa maana neno hili injili, ninaposema ufalme wa Mungu inawezekana bado sijaeleweka. Kwa hiyo injili ni habari njema ya ufalme wa Mungu, na ufalme wa Mungu maana yake ni neno la Mungu. Kwa hiyo injili ni nguvu za Mungu ziletazo wokovu kwa kila amini. Kwa namna injili inavyoleta wokovu kwa kila mtu aminie. Namna injili inavyoleta wokovu kwa kila mtu amini. Namna ya kwanza ni kuamini. Namna ya kwanza ni kuamini neno la Mungu. Alichosema amefanya, wewe huna cha kufanya, ni kuamini tu. Mfano katika kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 13, naye alituokoa katika nguvu za giza na kutuhamisha kuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kila aliyeamini amehamishwa. Amini tu, kumshangilia Mungu na kumtukuza Bwana kwa ajili ya wema wake na kwa ajili ya upendo wake. Hatuna cha kufanya, ni Mungu ameshafanya. Ameshatuokoa katika nguvu za giza, ameshatuokoa katika magonjwa, ameshatuokoa katika dhambi, ameshatuokoa katika mabaya, na hakuishia kutuokoa tu, ametuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwanae Yesu Kristo. Namna ya pili jinsi injili inavyoleta wokovu kwenye maisha ya mtu ni kuliamini na kulitenda neno la Mungu. Kuliamini na kulitenda neno la Mungu. Kuliamini na kulitenda neno la Mungu alichosema amekupa, ni kupokea na kutumia alichokupa kwa maana ya kulitenda neno. Kuliamini na kulitenda neno la Mungu alichosema amekupa, ni kupokea na kutumia alichokupa kwa maana ya kulitenda neno la Mungu. Mfano tukisoma katika Biblia kitabu cha Mathayo sura ya 10 mstari wa 1, neno la Mungu linasema kwa akawaita wale thenashara, akawapa nguvu na mamlaka juu ya pepo wote wachafu wawatoe. Kwa hiyo tunaona sasa Mungu anaonyesha kwamba injili ya ufalme tumepewa nguvu na mamlaka juu ya pepo wote wachafu ili tuweze kuwatoa. Kwa hiyo kila aliyemwamini, kila aliye mwanafunzi wa Yesu Kristo ana nguvu juu ya pepo wote wachafu. Nguvu za kuponya ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kila mtu aliyemwamini Yesu Kristo amepokea nguvu na mamlaka, amepokea ruhusa ya kufukuza mapepo kila eneo la maisha yake. Vita iliyopo sasa hivi ni vita kati ya mapepo na mtu aliyeamini. Kwa hiyo tumepewa uwezo wa kufukuza mapepo. Tumepewa uwezo au ruhusa juu ya pepo wote wachafu kuyafukuza mashetani. Mungu akubariki. God bless you. God bless you. Mungu. Karibu katika channel yetu, ulike na kushare channel yetu ili uweze upate notification za mafundisho ya neno la Mungu yakafanyike kwa baraka katika maisha yako. Mungu akubariki. Ni mimi rafiki yako Pastor Joseph L. Nyonyi.